Bosi, umeniita hapa na wewe labda wakuniita. Vipi, kuna tatizo gani? Na vipi kuhusu mdogo wangu? Mbona simuoni? Hebu naomba ukae kwanza afu nisikilize. Bana, Johnson amemteka mdogo wako. Unasemaje? Johnson amemteka mdogo wako. Bosi, inawezekanaje mwenzetu katekwa halafu hakuna jitihada zozote za kumwokoa? Wewe unahisi ni kwa nini mimi nimekuita hapa? Sijui, ndio nataka uniambie. Sawa, vizuri. Nimekuita hapa ikubidi tupange mpango wa kumwokoa. Ni mpango gani huo? Nataka nikuagize kitu kimoja. Nenda kamwambie Jason amwachie. Kama akikataa, mwambie kesho tunamfuata kwa nguvu. Mimi sidhani kama kuna haja ya kwenda kumpa taarifa. Mimi naona twende tukamchukue kwa nguvu sasa hivi. Hapana. Unavyosema wewe sio. Maana hatujui mpango alionao sasa hivi. Kocha kupasa ni wewe, nenda katoe taarifa. Tutakuwa tumtishe kwanza, alafu mambo mengine ndio yafuata. Na hiyo utakuwa umenielewa. Okay. Hebu subiri kwanza. Nini? Mzigo umeshachukua. Alafu bado umebaki kumteka ndugu yako. Unamaanisha nini? Mimi nafuata maagizo ya bosi. Anachoniambia mimi nafanya. Okay. Sasa nimeagizwa na bosi. Kasema iwapo ikifika kesho hatujamuona mtu wetu, tunakuja kumchukua kwa nguvu. Kumbe. Basi, wacha inyeshe tuone panapokuja. Okay. Haina noma. Mariam, mambo? Niambie. Safi. Umeniita hapa vipi, kuna shida gani? Jackson, unajua nakupenda sana. Mtu, naelewa kwa unanipenda, ndio maana na mimi nakupenda pia. Lakini nakuomba kitu kimoja. Nishajua shida yako, na shida na hela. Shida sio hela, shida ni kuacha wewe ile kazi yako. Una kielewa kwa unachokiongea? Hizo nguo nanunua. Sasa unachokiongea ni kitu gani sasa? Lakini sihitaji maneno yako. Ukiwa na shida na pesa niambie, nitakupatia. Ni kuhusu kazi yangu. Sitaki tena. Kuna kitu ndani yako kinanivuta nisikueleze. Hata kufika afiki. Dunia yote ikasimama. Bosi, nakwaje? Safi. Nakwaje umeniita sehemu kama hii? Nimekuita tu kwa lengo moja. Nimekutana na kijana pale mtaa wa chini pale. Anadai kwamba kijana yule tuliyemkamata inatakiwa aachiliwe. La sivyo wao watakuja kumchukua kwa nguvu. Unaamini hilo? Mimi nadhani kama tumeweza kuwanyang'anya mzigo na pia tukaweza kumteka huyo kijana, hakuna mtu ambaye anaweza kuja kumtoa kwa nguvu mikononi mwangu. Kila mtu ambaye atakuja kumchukua kwa nguvu nitahakikisha namuua kwanza. Alafu kama wanataka kuja waache waje, tutajua nini cha kufanya.
na hili dili naona kuna mtonyo. Okay. Shoga yangu. Niambie, mbona umepoa hivyo? Shida nini? Yaani shoga yangu, nimemweleza Jackson kuhusu kuacha ile kazi yake, lakini amenibadilikia ghafla hadi sasa hivi sijisikii hata vizuri. Shoga yangu, bado nahangaika naye. Mtu mwenyewe kwanza haeleweki. Hii kazi yake anaifanya yeye kwanza haieleweki. Unaangaliwa kazi gani? Nilichokuambia wewe, zingatia maokoto mama, mjini bila sasampa hujaishi. Upo? Si unahangaika naye kazi gani huyo? Usi unahangaika naye kila siku anakuambia kama hivi achana naye, mwache na kazi yake, wewe jali hera. Kwanza unapendeza, anakupa kila kitu. Bado mwambie ache ile kazi. Akikamata si yeye mwenyewe kule, atakufa utabaki na mabwana wengine. Eti mpaka useme kwamba eti anakukosesha amani. Kwa kipi? Kwanza unakaa huna raha mtoto wa kike. Hebu jiachie. Zingatia maokoto mama, hapa ni mjini. Pole yako. Kazi unayo. Kujipa pressure bure. Ningekuwa mimi, angekuja kwangu. Wala nisingehangaika naye hizi tu mama. Kulingana na madhaifu yake Jackson, bora bado tu ni mtu mzuri. Sema tu kinachomkosa ni ile kazi yake. Haya wewe nengeneka nalo, siku likikamatwa utaenda kufungwa nalo. Si umelitaka mwana kulitafuta mwana kulipata. Lana kujifunza kupenda pale usipopendwa. Mapenzi sawa na ujinga, roho inachanganyiwa, unajikuta unafosi kupenda bila sababu, unapoteza heshima.